This time mwimbaji wa nyimbo za injili kutokea Tanzania, Joel Lwaga, huenda akaendelea kukaa kwenye vichwa mbalimbali vya habari baada ya kuweza kuachia nyimbo mbili mpya ambazo ya kwanza ni Olua, lakini pia wimbo wa pili ni Bila Bila. Na moja kati ya nyimbo ambazo zimefuatia baada ya kuweza kuachia ule wimbo wa Oludumare ambao uliweza kufanya vizuri na pia kuweza kukimbiza kwenye charts mbalimbali, kuanzia nazungumzia Boomplay, Spotify pamoja na kwenye platform mbalimbali, lakini pia hata mjini YouTube pia imeweza kufanya vizuri, kuanzia ile nazungumzia lyrics video mpaka official video. Hizo zote zimeweza kufanya vizuri kwenye YouTube, na watu au wafuatiliaji wa mziki hususani wa gospel pamoja na wale ambao wanafuatilia mziki kwa ujumla, maana unapokuwa unazungumzia wimbo wa Oludumare kutokea kwa Joel Lwaga, ndio wimbo ambao ulifanya vizuri na ulikuwa ukifuatiliwa pamoja na waimbaji mbalimbali nje ya gospel pamoja na wafuatiliaji wa mziki mbalimbali, ukiachana na wale ambao wanakuwa wanafuatilia gospel kwa ukubwa au kwa karibu zaidi. Lakini pia hata ukiangalia interview nyingi ambazo Joel Lwaga alizozifanya baada ya kuweza kuachia wimbo wa Oludumare, au nizungumzie vipindi ambavyo alifanya interview baada ya kuachia wimbo wa Oludumare, anazungumzia vipindi ambavyo vinakopo sio vya gospel. Sasa siku ya tarehe 7 kama sikosei, Joel Lwaga tarehe 7 mwezi wa 3 aliweza kutizi kwa anaachia nyimbo mbili mfululizo, lakini sasa na ilipofika usiku wa kuamkia tarehe 8 ambayo ndio siku ya Ijumaa, ameweza kuachia nyimbo mbili mfululizo, ambao wimbo wa kwanza Olua na wimbo wa pili Bila Bila. Of course mpaka sasa hivi Olua tayari inaonekana pale kwenye mtandao wa YouTube, mpaka sasa hivi imetangulia kwa views. Kwa hiyo inavyoonyesha kuwa tayari huenda wimbo wa Olua ukawa na mapokeo makubwa zaidi. Lakini moja kati ya vitu ambavyo watu pia huenda wakazua gumzo au wakaendelea kujiuliza pengine kuhusiana na wimbo huu, nazungumzia title Olua. Huenda watu wengine wako wanajiuliza sana, Olua maana yake nini, imekuwaje imekuwa Olua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna story nyingi sana, na nazungumzia Joel Lwaga huenda akaendelea kukaa kwenye vichwa vya habari mbalimbali, kutoka vitu vingi sana vya pia kuweza kwenda kujifunza. Lakini pia ukiingia kwenye Insta pia, baada ya kuachia wimbo huu, Joel Lwaga aliweza kupost kwenye Instagram yake, na waimbaji mbalimbali hususan wa gospel pamoja na wale ambao sio wa gospel pia wamejitokeza kwenye page ya Joel Lwaga na pia kuweza kumpongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya. Moja kati ya watu ambao walijitokeza pia kuweza kumpongeza na mzungumzia Victor Maestro. Yes, ameweza kumpongeza. Wapi vigelegele? Of course. So unajua tendo ile ni mtu vibe, lakini pia akionyesha pia hata kuwa hizi ni nyimbo za vibe ambazo kufuatiwa na wimbo huu. Na pia zipo comment mbalimbali ambazo pia watu wameweza kujitokeza na pia kuweza kuziachia. Anasema sasa kama Joel Lwaga tulikuwa bado tunajifunza yale maneno ya kwenye wimbo wa Oludumare, mara hii kitu kingine. Kwa hiyo inaonesha Joel Lwaga huenda akaendelea kukaa kwenye vichwa mbalimbali vya habari baada ya kuweza kuachia nyimbo hizi mbili. Wewe kati ya nyimbo hizi Olua pamoja na Bila Bila, ni wimbo gani ambao umeweza kupokea kwa mapokeo makubwa zaidi? Yes, tuachie comment yako, tuna imani kuwa hutatuacha Bila Bila kwenye comment. Okay, sasa kabla sijakuaga bwana, kuna comment ya mwamba mmoja, yeye anasema Oludumare walisema ni lugha ya kuzimu, sijui Olua watasema ni lugha ya wapi. By the way bro, you are so far, utukufu hadi utukufu. Ni miongoni mwa comment kali ambazo za wadau baada ya Joel Lwaga kuachia kazi hizi.